Angalia. Kambili bado. Wewe unasumbua bwana, niache. Pia bwana. Wewe unaona tunacheza hapa, hebu kwenda huko. Angalia basi. Cheza basi. Unapenda kusumbua. Kusumbua Rukia. Wewe ndio tunacheza. Bana toka hapa, toka. Angalia Rukia. Hata kama ni kambili tuongee pale kama kidogo. Pia. Ni kambili pale kama tuongee. Niache bwana, unanisumbua. Mbona unakuwa hivyo? Hapana bwana, niache. Wewe niache, usinishike. Kwa majina naitwa Rukia Bidu. Nina umri wa miaka 17. Nimelelewa na mzazi mmoja ambaye ni babangu, Mzee Bidu. Sikufanikiwa kumuona mamangu, kwa nilisikia mamangu aliaga tu pindi nilipozaliwa. Maisha bila mama hajakuwa rahisi kwangu. Babangu alibadilika nilipofika umri wa miaka 10. Alianza kuniingilia kimwili na kunitisha kwa vipigo pindi tu nitakapomwambia mtu yoyote. Siri imeniumiza kwa muda mrefu na nahisi nimefika mwisho. Nahitaji kusema. Rukia, mbona inaonekana kama una mawazo? Kwani una shida gani? Hapana, niko sawa baba. Na umepika ndani? Hapana, sijapika. Na kwa nini hujapika? Mimi nimetoka na shughuli zangu nikijua chakula kiko tayari. Lakini baba, mbona unanifanyia hivyo? Mbona unapenda kuninyanyasa? Hata na kunyanyasa? Ndiyo. Mbona sijai kuishi na amani katika hii nyumba? Sio vizuri babangu unavyonifanyia. Mbona watu wengine wanaishi vizuri na wazazi wao babangu? Mbona mimi hivyo kila siku manyanyaso, kila siku shida tu hapa ndani babangu? Kama kwa sababu marehemu mamangu hayupo ndio maana unanifanyia hivi. Yaani Rukia unanitajia mamako leo hapa. Mamako ashakufa bali mimi nasikia uchungu, wewe unanitajia mamako saa hii. Unajua ni jinsi gani nilikuwa napendana na mamako mimi? Usinitajie mamako saa hizi. Mamako ni bibi yangu mimi, si bibi yako wewe. Mamako ni bibi yangu na nilikuwa nampenda sana. Kwa nini unanitajia bibi yangu saa hii? Lakini baba, mbona watu wengine wanaishi vizuri na watoto wao baba? Mbona wewe tu? Hebu nenda zako kabisa Rukia. Ama siku nyingine nitakupiga. Usinikumbushe mambo ya mamako mimi. Kwenda zako kabisa huko. Nenda kabisa sika tukakosana na wewe. Toka kabisa sasa kukuona hapa. Nenda kabisa. Shika njia uende. Nenda kabisa wewe pumbavu wewe. Frako na Madonna wewe. Ni siri nzito moyoni, nalia kimya, hakuna wa kusikia. Rukia, mambo. Rukia vipi bana lakini? Kusini tena? Vipi kuhusu jibu langu Rukia? Jibu gani? Si Rukia, ni mara ngapi mimi nilikwambia nakutaka bwana? Wewe nikwambia nini kuhusu mapenzi wewe? Ni sawa Rukia, lakini kwani ni kitu gani ambacho mimi sina? Ama mimi sina haja ya kuwa na wewe? Hadhi gani nilikwambia sipo tayari na wewe kabisa? Mimi sina haja na mapenzi kwa sasa. Sawa, tuelewane. Ni kitu gani Rukia unataka nikufanyie ndio kweli mimi nakupenda? Sina haja na kitu chochote, lakini mimi kuhusu mapenzi sitaki. Rukia, ni kitu gani ambacho kinakufanya mpaka upendi mapenzi Rukia? Mbona wasichana wenzako kule warika lako wote wana mapenzi wao? Sasa wasichana wenzangu wewe nenda ukawafuate hao, achana na mimi. Rukia. Najua wanawake wako wengi sana mtaani lakini wewe ndio hadhi yangu Rukia. Hadhi ipi bwana? Wewe ndikwambia ukiniona unaona kama kituo cha polisi. Tuheshimiane kabisa. Tafadhali Rukia, niambie chochote ambacho unataka mimi nitakufanyia. Wewe kwenda bwana. Wewe ni tusiniambie wakati. Rukia tafadhali. Usishike bwana. Rukia. Nini? Rukia bwana. Nini? Samani Rashidi. Rukia. Nani? Rukia bwana. Usishike bwana. Rukia. Wewe niache bwana. Rukia tafadhali bwana. Ni siri nimebeba peke yangu, siri ya maumivu. Siku moja nitapaza sauti yangu, siku moja tavunja minyororo hii, siku moja dunia itajua kwamba hata watoto onewa.
kimya kikiumiza, sio tena siri. Naomba uelewe, nimevumilia, lakini leo nasema nataka kupenda, lakini roho imesita. Nilipoteza imani, lakini bado naishi. Siri yangu sasa iwe sauti ya wote wanaumia kimya, lakini leo nasema ni siri, siri nzito moyoni. Nalia kimya, hakuna wa kusikia. Naogopa kusema, dunia haitanielewa. Upendo sasa ni sumu, siwezi kupenda tena. Ni siri, nimebeba peke yangu, siri ya maumivu. Siku moja nitapaza sauti yangu. Samani. Mambo vipi? Uko poa? Uko poa? Samani kidogo, sijui kama unaweza nisikiza kama dakika 2 hivi tayari. Bila shaka na huko. Mimi nimezaliwa huko kijijini. Okay, nataka kukuulizia kuhusu yule Rukia. Ni Rukia yule? Rukia. Okay, yule Rukia yule. Sijui kama unaweza unaeleza kuhusu ufupi yani kumhusu. Rukia ameishi na babake. Isitoshe siwezi kumsimulia sana kwa sababu ameishi na babake na hapendi sana stories za wanaume. Ninachokijua mimi hapendi stories za wanaume. Anaishi babake? Yeye na babake tu. Ni wa huku bado. Ni wa huku. Okay, nimepisha naye lakini anaonekana ana mawazo fulani vile ndivyo alivyo. Alikuwa anaongea maneno mengine makali, hivyo ndivyo alivyo. Hivyo ndivyo alivyo. Ukimaanisha nini nikisema hivyo ndivyo alivyo? Wenye umemwona ni hivyo. Si unaelewa maana ya maneno makali? Naelewa. Ndivyo alivyo basi. Kwa hiyo yuko hivyo hivyo. Yuko hivyo hivyo. So ameiga babake ama ni hivyo hivyo? Siwezi sema sana. Hivyo ndo amelelewa na babake. Lakini inaonekana wewe unamjua sana wewe. Namjua vizuri. Okay, mimi si mwenyeji wa huku, kumaanisha yani nimetoka huku kitambo tukaenda mjini kule, lakini sasa niko huku kama wiki moja hivi. Sasa ningetaka sana ikikuwa vizuri, ningetaka sana kama naweza patana na yeye kidogo niweze kuongea naye mawili matatu kwa sababu inaonekana msichana mwingine yani kama na mawazo sana hivi. Rukia yule ameishi na babake. Wewe unaonekana mjua sana wewe. Namjua sana kwa sababu nimekuwa huku kijijini mimi. Lakini bila shaka wewe ongea naye. Mimi sijaongea naye. Naweza mpataje yani kwa ufupi yani? Siwezi jua naweza mpataje kwa sababu yule anaishi na babake na babake ndivyo ni mkali tu. Okay, tufanye vipi? Wewe unakaa wapi labda? Hii kijijini unaishi labda mtaa gani hapa? Mimi naishi tu mtaa wa pili hapa. Mtaa wa pili. Na ikifika ni labda kama nakutafuta kwa sababu kama leo ama kesho hivi naona nitakutafuta. Ukinitafuta mimi naitwa Genius Star. Genius. Mtaani najulikana kama Julia. Genius. Genius. Okay, sawa. Mimi naona kesho ama kesho kutwa nitakutafuta. Niko napatikana. Tutaongea. Mahali popote ukiniulizia mimi napatikana. Sawa. Genius anapatikana hapa. Sawa. Sawa basi nashukuru. Karibu. Hapo. Sawa. Kijana mbaya sana huyo. Sawa, wewe mzee vipi bwana mpaka mida hii kutokea saa 6 mgeni mwenyewe hatumuoni. Nimewaambia kaeni na subra. Subra gani mzee leo weekend bwana? Kwani wewe mgeni waje na madai? Sasa mimi naelewa. Mimi sielewi kama waje na madai. Sisi wengine ndio kwenda kupikia waume. Kaeni na subra tafadhali. Si rushwa. Watakapuza kitu. Unajua leo weekend bwana. Sasa kwani kuna malipo? Malipo gani? Mimi nimeambiwa waje mgeni. Tafuta vijana wa jamani ni zetu. Nimewaambia hao. Nyinyi wanawake. Subra gani? Sasa nyinyi mna haraka ya kuenda wapi? Huyo atakapokuza kaeni na subra. Kwani kuna unajua leo weekend bana, Sone imevaa jezi. Bwana nini wewe? Angalia jezi kubwa hii. Mbona mna mambo ya haraka kuongea Sone imevaa jezi kabisa hapa. Yaani na subra jamani. Angalia nimeashiria nini? Sasa hiyo weekend ndio ya kusaidiana nini? Sasa kuliko sasa tukae hapa tukiga. Nimewaambia tulieni. Wewe hakuna mtu yote hapa tuondoke na gani bwana? Mimi watu ndio nizetu hapa.
Habari zenu jana? Salama. Poleni, nimeweka, mtanisamehe kidogo. Mtanuia radhi. Mgeni mwenyewe alikuwa ni huyu. Mtanisamehe. Kulingana na usafiri kidogo ndo nimechelewa, lakini toa kiti. Bana mzee, bana mambo gani bana? Shida zenu ni hizo. Yani kiti bana mzee. nimechelewa lakini mtanisamehe kidogo. Bana. Sawa bana. So unajua usafiri siku hizi umekuwa balaa kweli yani. Nashukuru. Asanteni sana. Mimi naitwa Yusufu, natoka katika MGP, yani Msingi Girl Child Protection. Na sana sana hili shirika linadili na kutetea haki za watoto wa kike, na huwa tunaingia nyanjani, tunaingia kijiji baada ya kijiji ili kuweza kuangazia haki za watoto wa kike. Unajua mara nyingi sana umekuwa watoto wa kike wakidhulumika, wakinyanyasika, wakipata mimba za mapema, wakinajisiwa, na mpaka kuna jamii zingine wanakeketa watoto wa kike. So sisi kama shirika la MGP imefika mahali kuweza kuingia nyanjani na kuongea na community ili kuweza kueleza haki za watoto wa kike. Na simaanishi kwamba watoto wa kiume hawana haki, lakini ujue mtoto wa kike ako very sensitive sana. Inafika mahali paka mtoto wa kike anaambiwa hapati haki sawa, kama pengine kuna ugavi wa shamba ama ugavi wa mali, anakuwa mtoto wa kike ametengwa. Na tumefika mahali kutoka katika zile fikra pengine tutakuwa hawajanielewa kaka zangu. Tunajaribu Okay, ni sawa. Nimesema si kwamba watoto wa kiume hawana haki. Wako na haki sawa, lakini wamekuwa mara nyingi, miaka mingi watoto wa kike wakidhulumiwa, wakigandamizwa. Sio hivyo. Pengine nataka niwatoe kidogo taka za masikio. Sisi kama shirika la MGP, hili swala lazima liingilie katikati. Wanawake wanafaa kuwa na sauti. Wanawake wananyanyasika. Wasichana wadogo wanatiwa mimba. Kuna ukeketaji sahihi. Lazima wanawake watoe sauti. Sauti gani? Lazima na sisi tuwe na haki yetu. Ndio, ni kweli. Simia pia mimi naunga mkono. Tuko na haki sisi wanawake. Iko haki ya wanawake. Wanawake wanafaa kumiliki ardhi. Wanawake wanafaa kusoma. Saa hizo watoto wadogo hawasomi. Mimba za utoto, wanarepiwa na wazazi wao, wajomba wao wanarepiwa na hawana sauti ya kuongea. Tena katika kijiji hichi wasichana wadogo. Hapa kijijini kuna msichana kijijini hapa. Yanitesa sana mimi. Mimba za utoto. Nateseka. Jana juzi kati hapo nimemwagiwa maji. Nimemwagiwa maji. Haki yangu iko wapi hapa? Tuko na haki yetu, lazima haki ipatikane. Mimi namsupport huyu bwana. Hata mimi pia naunga mkono, niko pamoja na yeye kutetea wanawake wenzangu. Lazima haki ya mwanamke ipatikane. Saa hizi wanawake wanadhalilika, watoto wadogo wanatiwa mimba, kuna ukeketaji, kuna mimba za mapema. Si kupenda kwao. Hatuna sauti ya kuongea, tuna watoto wanarepiwa na wazazi wao na hawezi kusema. Lazima haki ipatikane. Sisi tuna haki ya kumiliki ardhi. Tuna haki ya kusimama na kutoa sauti zetu. Muna haki mtupigie kura. Lazima haki ipatikane. Huyu ndo mwangaza kwa wanawake. Haki tupatikane. Mimi niko bega na huyu, na haki yetu ndo imekuja, haki imepatikana. Itapatikana haki hapa. Lazima mwanamke awe na sauti ya kuongea. Hakuna haijasema hivyo. Nisikilizeni. Lazima haki itapatikana ya mwanamke. Nafasi ipo. Tafadhali tulia. Shirika hili limekuja, huyu ndo mwangaza. Wana haki zao na lazima wapewe haki zao. Sisi tuna haki zetu. Kwa sababu sisi wazee tunasema watoto wasiende shule. Tunawanyanyasa. Hata kukiwa na mradi tuwaambia hakuna shamba. Kwa babako hakuna shamba, nenda kwenye uliolewa. Si vizuri. Sasa aliolewa. Sasa alienda kwa shamba lake huko. Ni sawa. Upo nafasi gani wewe? Nafasi ya kumiliki ardhi, nafasi ya kwenda mashule. Si ati kwa tunazaa tu watoto wadogo wanazaa wanaambia ati wao wanakaa na nyumba. Hapa nafasi yako ni ya kuzaa tu peke yake. Hauna nafasi nyingine. Yeye ni kuzaa hakuna. Tuna haki ya kusoma pia sisi. Tuna haki ya kumiliki. Tuna haki pia mtupigie. Hauna haki yoyote, hauna haki yoyote. Tutoe sauti. Tulia kidogo. Hakuna. We vijana. Mimi hawa watu nimewaelewa. Na huyu pia nimemuelewa. Si rushwa. Mwanamke afaa kwenye nafasi. Mimi nawaambia kabisa. Nafasi yake ni kuzaa mwanamke. Sasa mnataka mfanyeje sasa? Mnataka muibadilishe? Tunataka kusoma. Tunataka kuwa waziri. Hata pia tunataka kusimamia hii nchi, sio nyinyi wanaume peke yake. Tunataka kuwa marais pia.
hawa wana makosa kwa kuwa wewe ukiwa mzazi atakana unyonyeshe matiti yote mawili. Si ndio? Huyo anyonyesha titi moja. Sasa kama hiyo angalia haki ya kiume peke yake. Haki ya kike. Ya kiume iko wapi? Nisikizeni. Mwanamke afeko kwenye nafasi yoyote. Kabisa. Nafasi yake ni kuzaa mwanamke. Sasa mnataka mfanyeje sasa? Mnataka muibadilishe? Tunataka kusoma, tunataka kuwa waziri. Hata pia tunataka kusimamia hii nchi, sio nyinyi wanaume peke yake. Tunataka kuwa marais. Lazima wanawake pate haki. Na mimi nilikuwa uongo. Lazima haki ya mwanamke ipatikane. Haki za upande mmoja ni haki gani hizo? Katika kijiji chetu. Umekula rushwa wewe. Shirika limekuja hivi. Wewe umekula rushwa. Wanawake wapate haki yake. Kuanzia hii leo mimi nimeshikana na huyu. Na haki itapatikana. Wewe tushajua tayari ndio tushakuwa. Nimekuja kusaidia wamama. Na huu ndio mwangaza wetu. Mimi nimeshikana na nafasi, mwache wewe nafasi yake ongee. Ongea. Mimi nilikuwa nasema hivi. Bas. Tumeshakuelewa tunamaanisha. Tumeshakuelewa sisi. Huo point yake yosema twendeni zetu maana hapa sio ni la msingi. Tuondokeni. Hapa sio ni la msingi hapa. Watu wampangana huko. Ni mmekula hii. Sasa rushwa. Shida ya hawa vijana wa huku mtaani. Shida zao basi ni hizo tu. Hawaelewi. Asante sana kwa kuja kwenye kijiji chetu. Na haki lazima itapatikana. Sisi wanawake tutajitokeza. Ni siri nzito moyoni, nalia kimya, hakuna wa kusikia. Naogopa kusema, dunia haitanielewa. Upendo sasa Shikamoo shangazi. Marahaba shangazi. Rukia. Umekuja leo. Karibu keti. Habari za kwenu? Babako ajambo? Ajambo, tunashukuru. Karibu shangazi. Shangazi, kuna kitu naomba kukuambia. Ila naomba iwe siri yetu mimi na wewe shangazi. Shangazi, napata shida shangazi nyumbani. Nanyanyasika shangazi, napigwa. Huwezi amini shangazi. Nafikia wakati babangu ananidawiti shangazi, naumia shangazi. Una uhakika hao unaniambia mimi ya ukweli? Ndiyo shangazi. Ama wamsingizia ndugu yangu tu wewe? Hapana. Ushaanza umalaya wako wewe? Hapana shangazi. Hebu toka ende zako. Hebu toka uende zako hapa. Nakwambia utoke. Shanza umalaya wako hapa alafu asingizia ndugu yangu hapa. Kwenda zako huko. Mtoto mdogo basi azunguka na vichokora vyake huko, shati wa mimba sijui. Angua shangazi nini hapa? Alichora maumivu moyoni mwangu. Ni siri nzito moyoni, nalia kimya, hakuna wa kusikia. Naogopa kusema, dunia haitanielewa. Upendo sasa ni sumu, siwezi kupenda tena. Ni siri, baba alinilea, nikadhani ni mlinzi wa roho yangu. Lakini usingizi uliponipitia, alikuja na giza. Habari yako mzee? Nzuri sana. Kwa majina naitwa Nasra, niko na mwenzangu hapa. Mimi kwa majina naitwa Yusuf. Na tunatoka katika shirika moja linaloitwa Msingi Girl Child Protection. Ndio. Sijui mzee wangu unaitwa nani? Mimi naitwa Bidu. Mzee Bidu. Bidu hapa mimi niko kwangu hapa. Na ndio. Tunashukuru sana mzee Bidu, leo tumeweza kukutembelea. Sisi katika shirika la umoja ya Girl Child Protection mara nyingi huwa tunatembea kijiji baada ya kijiji ili kuweza kucollect data. Sana huwa tunafuatilia katika haki za watoto wa kike. Kwa sababu tulikuwa tunaangalia mimba za mapema zimekithiri na kuna baadhi ya watoto wa kike wanapitia madhila, yani wananyanyaswa. Lakini katika pita zetu tumesikia hapo majirani wanasema hapo kuna mtoto anaitwa Rukia. Sijui kama ni kweli, ambaye kwa kweli miaka yote hiyo hajaweza
kuenda shuleni, yani hasomi. Nimeshukuru kwa hilo, lakini mtoto ni wangu na kama hasomi mtoto ni wangu. Okay. Kwa hiyo hakuna mtu atakayeniambia chochote kuhusu mtoto wangu. Samahani mzee. Isitoshe. Siko ubaya. Isitoshe. Nataka unisikize. Naam. Si mmekuja kwangu? Mtoto hayuko sasa hivi. Huyo Rukia hayuko kwa sasa hivi. Okay, wacha nimpishe Madam Nasra kidogo azungumze mawili matatu. Tulikuwa tunahitaji Rukia ili tuongee naye tumsikilize kama atakubali. Na ndio nimesema Rukia hayuko. Okay, fanya hivi mzee wangu, kuna maswali mawili matatu nataka tuulizane. Sisi kama shirika la Msingi Girl Child Protection huwa mara nyingi tunaangalia pia hali za community. Pengine haendi shule ama hasomi kwa sababu ya hali ya kifedha. Kama Msingi Girl Child Protection huwa tuna uwezo wa kumchukua ile mtoto na kumpeleka kama asomee polytechnic ama achukue ujuzi wowote ule ili asikue idol. Sisi tunaelewa kwamba mtoto wa kike ni sawasawa na watoto wengine wale. Hatuwezi kwamba tutamdumisha. Na tumesikia katika fununu na tunataka tuhakikishe kutoka kwako mzee Bidu. Katika mtoto ana miaka 17. Je, umeweza kuishi naye vipi ule mtoto wa kike ndani ya miaka 17 na hana mzazi wake wa kike? Pengine imekuwa ni changamoto gani ambayo mmepitia kama familia yenye pengine imeweza kusababisha paka Rukia paka sasa hivi hasomi? Kwa kusema kweli, kwanza nimewaheshimu sana. Kwa sababu Rukia ni mtoto wangu. Na sitaki uniulize maswala ya Rukia kwa sahihi. Samahani kidogo mzee. Unajua hizi kazi zetu zina changamoto, lakini mtoto ni wako, lakini mara nyingi hii ni serikali. Na serikali lazima iweze kuangazia maswala kama haya. Sema hivi, mtoto ni wangu. Na haina haja uje hapa kama maripota mje mniulize maswali kama haya. Mtoto si ni wangu. Na nimemwambia Rukia hayuko. Kwa hivyo nisikize. Na waomba mmekuja na njia gani kwanza? Samahani kidogo. Naam. Utaniwe radhi kama nitakukosea mzee wangu. Ni vizuri tukiongea na mhusika kwa sababu kuna kitu inaitwa kisaikolojia. So ile usaikolojia unaweza kumuaffect na akawa atakosa afya nzuri kama watoto wengine. Sasa mimi na mambo yenu hayo ya saikolojia kama si saikolojia, sasa mimi nitaelewa nini mimi? Okay. Nyinyi mshike njia muondoke. Ile njia ambayo mmekujia ondoke. Nimemwambia Rukia hayuko. Pesa si tatizo kwangu. Nasema pesa si tatizo kwangu. Yule mnayemtaka nyinyi hayuko kwa sasa. Kwa hivyo nawaomba ile njia mlokujia mrudi naye. Na hiyo njia sijui kama unaelewa mzee. Kama tutazungumza na mhusika mwenyewe itakuwa ni vizuri zaidi. Nimemwambia mwenye kuhusika hayuko. Kwa hivyo nyinyi ondokeni kwa sahihi. Sitaki kuwaona hapa. Mmenielewa? Ni vizuri tuweze kutuelezea kwa sababu tuna collect data ili tukienda kama serikali. Kwa hivyo hutaki kunielewa. Yaani mtaa wote mmeona heri mje hapa kwa mzee Bidu, si ndio? Mzee wangu. Na waomba ile njia mlokujia mrudi na hiyo. Mzee wangu mimi naona hunielewi pengine. Lakini sije ukayafanya makubwa maneno kwa sababu sisi tumekuja kwa uzuri kama mimi mzima wananijua mimi wasichekeshi mtu. Sawa mzee wangu. Na kama mkifanya mchezo acheni niinuke nionyeshe sasa. Sawa mzee wangu. Tokeni hapo kabisa. Tendeni huko. Pumbavu nyinyi. Kunguru wa Unguja wewe. Huko kote mmeona mahali pa kuchezea ni hapa kwa mzee nini? Usije tena hapa wewe. Mbavu nyinyi. Ni siri. So Rukia. Kwanza kabisa pole sana kwa wote ambao walikukumba huko. Kwa kweli ni mazito sana. Lakini acha nikutoe shaka Rukia. Hakuna shida ambazo zinadumu. Na kila shida zinaisha na utakuwa na maisha mazuri. Nikutoe shaka dadangu kwa mimi nitakuwa na wewe. Sako kwa bako nitakusaidia pale ambapo utakuwa naweza kukusaidia. Sawa. Na pia namba yangu nimekupatia. Ndiyo. Kama labda umekosa simu hata nimekudirect na nyumbani. Wakati wote usiku mchana unaweza fika. Kwa tu kule labda shida zinakuzidia unaweza fika tu kule. Alafu ningekuomba tu ache kuwa na huzuni. Mateso ndio nayo. Kidogo tu mkate tamaa. Ila nashukuru kwa uwepo wako. Najua unapitia changamoto dadangu ila upasi ukata tamaa. Kwa sababu ukiangalia wewe uko sawa, uko strong, uko na miguu yako, uko na mikono. Barabarani kule kuna kiwete, ambaye hata hajui hata kutembea, hajawahi kutembea lakini bado anang'ang'ana na maisha. Kule dangu sikate tamaa. Sawa. Shida tulimbiwa sisi binadamu, lakini pia mimi nimekuahidi nitakusaidia, nitakuwa na wewe sako kwa bako. Kuna siku utanikumbuka, utajua kweli kakangu yule aliongea kweli. Nataka kuambia kwao
utakuwa sawa na mambo yatakuwa kama kawaida. Sawa. Sawa Rukia. Acha basi mimi nikuache ifike nyumbani kwa sababu nimetoka kitambo sana, lakini nimekwambia siku yote shida zikizidi kule nyumbani, we njoo tu kule, nimekuelezea na kila kitu kitakuwa sawa. Sawa? Sawa kakangu, kwa heri. Sawa basi, una wakati mwema. Safari njema. Sawa. Ni siri, siri nzito moyoni, nalia Kaka. Kaka. Naam dada. Rukia alikuja kwangu akaja kanielezea maneno mazito sana. Kaka. Rukia wamnyanyasa. Rukia wamtesa. Rukia wamlawiti. Kaka. Utaacha lini mambo haya? Kaka. Kwa kweli dadangu, hayo maneno yanayozungumzwa mpaka mitaani. Mpaka mimi nilishangaa juzi niliona maofisa wamekuja hapa kwangu. Na wakaja wakanihoji masuala kama haya. Basi mimi pia hata nilikuwa natamani dadangu uje, labda utanisaidia moja ama mawili. Kwa hivyo hata nimeshukuru wewe kuja kwako hapa kwangu. Lakini tuona vile nitakusaidia. Dadangu, nitashukuru sana ukinisaidia mimi. Lakini ujue kaka, kuna serikali miaka ile 30 ile. Je, wajua hiyo? Yakimwagika hayazoleki. Nilizaliwa nikiwa mchanga, mama aliondoka mapema, baba alinilea, nikadhani ni mlinzi wa roho yangu, lakini usingizi uliponipitia alikuja na giza. Kwa mikono yake alichora maumivu moyoni mwangu. Ni siri, siri nzito moyoni, nalia kimya, hakuna wa kusikia. Naogopa kusema, dunia haitanielewa. Upendo sasa ni sumu, siwezi kupenda tena. Ni siri, nimebeba peke yangu, siri ya maumivu. Miaka 6 ya giza toka nilipokuwa na miaka 12. Niliomba apendele kubadilika. Kama nilivyokuambia, hapo nyumbani kwangu nakuwa huru. Kuanzia leo tutaishi dada na kaka. Asante. Yote nataka ushirikiano wako, tutaishi sote hapa ndani kuanzia leo. Sawa. Kwa hiyo nataka uwe huru, usiogope. Nataka uwe na amani. Karibu nyumbani kwangu. Nilitafuta macho ya kuniona, lakini kila mtu aiona tabasamu lake. Wote waliona baba bora, sijui walikosa nini kuona kwangu. Ni siri, siri nzito moyoni, nalia kimya, hakuna wa kusikia. Naogopa kusema, dunia haitanielewa. Upendo sasa ni sumu, siwezi kupenda tena. Ni siri, nimebeba peke yangu, siri ya maumivu. Siku moja nitapaza sauti yangu, siku moja tavunja minyororo hii. Siku moja dunia itajua kwamba hata watoto onewa kimya kikiumiza. Ben. Mazee kazi imekuwa ngumu ile hakuna ni bro. Najua kabisa kazi yako ni ngumu bro. Kwa wajua wewe wadili na watoto wa kike mwanangu. Hiyo kazi ni ngumu na mimi nilikwambia. Wadili na watoto wa kike sijui counseling sijui nini, utakuja upigwe mwanangu. Sikia bro. Mimi hii kazi unajua nikujitolea. Najua kabisa. Sema sija nikuelezea kuhusu ile msichana akakutana alikuwa anaangalia hizo producer damu huko chini za China huko. Kumbe kuna msichana niligongana naye. Bahati mbaya hivi lakini sikupata ile nafasi ya kuongea naye. Sasa si kwa bahati nzuri ama mbaya leo yani nimekutana naye tena.
Yaani pia msichana anaonekana na mawazo mengi sana yani. Yaani yofaa counseling yani ya kutosha. Kwa hiyo msichana ni kama anapitia mambo mengi sana. Imagine msichana anateseka bro. Yaani kwa hili lazima niweke mkono. Mimi kama Victor, chunga. Bro chunga. Wajua usijifanye msomi sana. Kwa sababu gani? Hao ni watoto wa kike. Okay, sasa kila kitu ni risk ndugu yangu. Umeelewa? Kamwambia kama itakuwa vizuri atakuja kuishi hapa. Nyumba hii. Sikia. Kwa serious bro bana. Kwa serious. Ben ni watoto wa kiume bana. Waletaje peace ndani ya nyumba bro nawe? Sisi ni wanaume. Angalia hata kama ni kazi yako, naheshimu kazi yako brother nawe sikiza. Wasikia. Kwa wakati mgumu mche napitia. Tukisema tunacheti wiki. Hatujui ni mangapi atapata huko nje. Sikiza fanya hivi bro. Huyu msichana anakuja hapa. China kutaka kutoka ni counseling tu peke yake. Alafu wajobu papa wako bro. Pupa lazima kwa sababu mimi mtoto wa kiume. Haya. Pisi ndio hiyo dari. Sijajua nenda kuangalia ama afu acho chikao kama ni wacho chikao. Kama ni kufungia kwa room. Kama ni pisi si lazima jiongeze G naye. Habari yako kaka? Salama, Rukia. No. Wewe ingia tuna viatu. Hii nipatie msebe hii. Sawa. Karibu. Chukua viatu. Karibu. Cha wasiwasi mama. Okay. Rukia. Huyu ni kakangu. Anaitwa Ben. Utakuwa naye pale nyumbani, sawa? Aliyeko kaka. Ben. Huyu ni Rukia. Sawa. Okay. No, kama Rukia, usitoe machozi. Wanawake hawali, sawa, focus strong mama. Umelia. Okay, acha nikutambulishe kwa Ben vizuri ili kama hata kama sipo awe anaweza kusaidia. Sawa? Ben. Okay Ben. Kiasi kato hapa bro. Kama Ben nimekuintroduce bro. Huyu ni Rukia. Huyu ni Ben. Huyu ni ndugu yangu tunaishi naye hapa nyumbani. Na bro, tutakuwa tunaishi na Rukia hapa nyumbani. Mchukue kada dawa. Talikuwa sija msalimia. Karibu Rukia. Mbaya. Karibu Rukia. Kuwa free mama. Huyu ni bro. Huyu ni Ben. Tutakuwa tunaishi naye hapa nyumbani. Sawa, ni kama kakako. Salimie tu. Feel free. Sina shida na mtu. Sawa. Ama natisha. Aiza. Come on. Ben. Okay, Rukia usijali. Ben anapanga machache sana. Lakini changamka basi, usikae na huzuni sana. Sawa. Okay. Kwanza pole dadangu kwa safari, kwa uchovu. Na pia ningeshukuru sana kwa kunisikiza mimi. Kama nilivyokuambia mimi naitwa Victor na hapa ni nyumbani. Naishi na kakangu. Kuna familia nyingine iko huko mjini. Sasa Rukia, nimekuleta nyumbani hapa ujisikie uko huru. Na mimi nafanya na shirika la kutetea haki za wasichana kama wewe. Na tulipokutana ulinielezea mengi sana. Na mimi mwenyewe nikasema lazima nikusaidie. Kwa sababu story hii no Rukia, hapana. Nimepitia changamoto nyingi. Ona Rukia, sikia. Mimi nimeelewa, sikia. Nimekuelewa Rukia. Hapana usilie, sawa? Ila wenye moyo kama wako kakangu ni kidogo sana. Nashukuru kaka. Ni siri nzito moyoni, nalia kimya, hakuna wa kusikia. Naogopa kusema, dunia haitanielewa. Upendo sasa ni sumu, siwezi kupenda tena. Ni siri nimebeba peke yangu, siri ya maumivu. Siku moja
nitapaza sauti yangu. Siku moja tavunja minyororo hii. Siku moja dunia itajua kwamba hata watoto onewa kimya kikiumiza. Sio tena siri, naomba uelewe. Nimevumilia, lakini leo nasema nataka kupenda, lakini roho imesita. Nilipoteza imani, lakini bado naishi. Siri yangu sasa iwe sauti ya wote wanaumia kimya, lakini leo nasema